Rafiki yangu jambo, somo letu linasema nani anayejali? Nani anayejali? Hebu tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa wakati huu tena. Tunaomba utubariki tunapojifunza pamoja na rafiki yetu. Tumeomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Somo linasemaje? Nani anayejali? Na fungu la Qur'ani linasemaje? Siku sauti. Siku ya hofu yangu nitakutumaini wewe. Unapatikana wapi? Zaburi ya 56 mstari wa 3. Safi. Eti ukionyesha kwamba unamjali rafiki yako unamfanyia nini? Unamwambia pole. Pole akiumia. Akiumwa. Yanguka useme hello huyo anaanguka. Haumzomee sema huyo kaanguka, tumcheke, unampa pole. Akiumwa unamuombea apone. Eti usemi nini? Kimwombea Unamuombea eti mfanya nini? Hebu niambie wewe unamwombeaje rafiki yako akiumwa? Yesu atakuponya. Amina. Lakini mtoto mzuri, kama tulivyosema wakati uliopita, masomo yetu ni ya Yusufu. Mfululizo wa masomo ya Yusufu. Leo tunasoma linasema nani anayejali? Rafiki kaka zake Yusufu hawakumjali. Hapa tumeambiwa ukitaka kumjali rafiki yako mpe pole, muombe, mpatie kitu unachochezea. Lakini kaka zake Yusufu hawakumjali. Eti Lusajo hawakumjali kwa namna gani? Walikasirika. Alafu wakafanyaje? Wakamtupa kwenye shimo. Kwa nini walimtupa kwenye shimo? Yusufu hakufanya kosa lolote. Hakufanya kosa lolote, wao tu walimonea wivu kwa sababu ya zile ndoto zake, si ndio? Babake siku moja akamtuma Yusufu, akasema Yusufu, nenda kawaangalie ndugu zako huko wanakochunga kondoo, maana walienda mbali kidogo. Majani pale nyumbani alikuwa yamepungua na baba Yakobo alikuwa na kondoo wengi, ng'ombe wengi. Wakasema sasa majani hapa yamepungua, mwende mkalishie huko mbalimbali. Sasa Yusufu amebaki yeye na baba yake na yule mdogo wake. Mdogo wake alikuwa anaitwa nani yule? Benjamin. Na yule kakake mkubwa alikuwa anaitwa nani? Ruben. Ruben yupo hapa. Lakini Benjamin na Yusufu na babao wamebaki nyumbani. Sasa Yusufu akatumwa aende kuangalia wale ndugu zake 10 wale wanakochunga kondoo. Yusufu akaondoka, ametimbia mpaka akawakuta rafiki na wale kaka zake. Kaka zake walivyomuona Yusufu anawatabasamia, wenyewe wamefanya nini? Kasirika. Wakasemaje? Bwana ndoto. Mwana yule bwana ndoto. Wakapanga mpango. Umemwona yule bwana ndoto. Wakapanga mpango gani? Sasa tunapanga mpango wa kumvua kanzu tupa kwenye shimo. Yusufu kafika tu pale, hata wajamsalimia, wakamshika kwa nguvu hivi, wakamvua kanzu yake. Kaka, kwani kuna shida gani? Mimi nimewakosea nini? Wewe kelele. Wakamchukua Yusufu maskini, wakamrusha huko kwenye shimo, wanashangilia. Huyo anasema tuone kama ndoto zake zitatimia. Huyo anasema yes, mpaka huyo anafurahi. Kila mtu kafurahi. Eti Yusufu anatupa kwenye shimo. Yule kakake mkubwa alikuwa anaitwa nani tena? Ruben. Ruben yeye alikuwa amepanga nini kwa ajili ya Yusufu? Alipanga mpango wa kumtoa Yusufu kwenye shimo. Kakake Ruben alikuwa anataka Yusufu atolewe kwenye shimo baadaye, lakini ndugu zake baada ya muda wakaona wafanya biashara akasema tunamuuza huyo mtoto. Walimuuza vipande vingapi tena? Vipande 20 vya fedha. Vipande 20 vya fedha. Wale wafanya biashara hao wakaondoka na Yusufu. Kakake anaenda kuangalia kwenye shimo amtoe Yusufu, anakuta Yusufu hayupo, ameshauzwa. Yusufu ameondoka,
hata ajui anakokwenda. Amemkumbuka babake, anamuwaza mdogo wake, anasikitika njiani, analia. Oh jamani, kwani mimi nimewafanyia nini kaka zangu? Mbona wamenifanyia hivi? Mimi ninakwenda wapi? Baba yangu nitamwona lini tena? Na mdogo wangu je? Anasikitika Yusufu, hajui anakokwenda. Lakini baadaye akasema, Baba alinifundisha nimtumaini Mungu kwa sababu Mungu ananilinda. Ndio maana fungu la Kweli limesema siku ya furaha. Unapaswa kumtumaini Mungu hata katika hofu, kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Mtoto mzuri, usiogope. Hata kama ndugu zako hawakujali, Mungu anakujali. Na wewe ujifunze kuwajali wengine. Tumesema hapa, kumjali rafiki yako ni kumpenda, kumwombea, kumgawia vitu vyako. Lakini ukipata shida, mtumaini Mungu. Yeye yuko pamoja nawe nyakati zote. Amina. Amen. Basi ubarikiwe. Mpaka wakati mwingine, Mungu akutunze. Baba yetu mwema, tunakushukuru umetufundisha kukutumaini wewe hata katika hofu. Lakini tusaidie pia tuwe watoto tunaojali ndugu zetu na rafiki zetu. Mpaka wakati mwingine, uwe pamoja nasi. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen.